Karibu kwenye hadithi ya Pasaka, wakati ambao ulimwengu haukujua, lakini matukio yake yalibadilisha kila kitu milele. Hadithi hii ni ya upendo usio na mipaka, msamaha wa kweli na ushindi wa uzima dhidi ya kifo. Hii inapatikana katika kitabu cha Luka na Yohana. Tunasimulia safari ya Yesu Kristo kutoka meza ya mwisho hadi ufufuo wake. Katika mji wa Yerusalemu, watu walikuwa wamekusanyika kwa ajili ya sikukuu ya Pasaka. Furaha ilisikika kila mahali, lakini nyuma ya pazia kulikuwa na mpango mkubwa wa Mungu ukitimia. Katikati yao alikuwepo Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliyekuja kuokoa ulimwengu. Siku moja kabla ya mateso yake, Yesu alikaa pamoja na wanafunzi wake kula chakula cha mwisho. Alichukua mkate, akaumega, akawapa akisema, "Huu ni mwili wangu utolewao kwa ajili yenu." Kisha akachukua kikombe akasema, "Hii ni damu yangu ya agano jipya, imwagikayo kwa ajili yenu." Wanafunzi hawakuelewa kikamilifu, lakini muda ulikuwa unakaribia. Baada ya hapo, Yesu akaenda katika bustani ya Gethsemane kuomba. Usiku ulikuwa kimya, lakini moyo wake ulikuwa mzito sana. Akaomba kwa uchungu akisema, "Baba, ikiwa wapenda, niondolee kikombe hiki, lakini si mapenzi yangu, bali yako yatimizwe." Huu ulikuwa wakati wa maumivu makubwa, lakini pia utii mkuu. Ghafla, askari wakafika, wakiwa wameongozwa na msaliti aitwaye Yuda. Yesu akakamatwa, akaletwa mbele ya viongozi wa dini na baadaye mbele ya mtawala aitwaye Pilato. Ingawa hakupatikana na hatia yoyote, umati wa watu ulipaza sauti, "Msulubishe, msulubishe!" Na hivyo hukumu ikatolewa. Yesu akachapwa viboko, akavishwa taji ya miba na kubeba msalaba wake. Alitembea polepole, akiwa amejeruhiwa, lakini akiwa na kusudi. Alifika mahali paitwapo Golgotha. Hapo alisulubiwa msalabani. Msumari ukaingia mikononi mwake na miguuni mwake. Watu wengine walimcheka, wengine walilia, lakini Yesu akasema, "Baba, wasamehe, kwa maana hawajui watendalo." Huo ulikuwa upendo wa kweli. Baada ya muda, Yesu akalia kwa sauti, "Imekwisha." Kisha akakata roho. Giza likatanda na matumaini ya wengi yakapoteza. Mwili wake ukawekwa kaburini na jiwe kubwa likafunikwa. Lakini hiyo haikuwa mwisho. Siku ya tatu, asubuhi mapema, wanawake walifika kaburini, lakini jiwe lilikuwa limeondolewa. Kaburi lilikuwa tupu. Malaika akasema, "Kwa nini mnamtafuta aliye hai miongoni mwa wafu? Hayupo hapa, amefufuka." Furaha ikachukua nafasi ya huzuni, tumaini likarudi tena. Yesu Kristo alikuwa hai. Kifo kilishindwa, mauti yakashindwa, na ushindi ukapatikana. Mwisho. Hii ndiyo hadithi ya Pasaka, hadithi ya upendo, msamaha na uzima wa milele. Na ujumbe wake ni huu: giza halishindi nuru, kifo hakishindi uzima, na upendo wa Mungu hushinda yote. Asante kwa kutazama Siri za Ufalme TV. Tafadhali subscribe na share. Mungu akubariki.